Unatazama Ndizi TV Afrika. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, karibu kwenye kipindi cha Pambazuko, ikiwa ni Jumatatu, wiki ya tatu ya pili ya Machi. Wiki ya pili ya Machi. Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji popote ulipo, ikiwa tumeanza shughuli ya siku ya leo. Natumai kwamba ubuheri wa afya na pia umeweza kuamka vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kuona siku ya leo. Naitwa Jacinta Nyabeta. Basi nami naitwa Jeff Nyakundi, tukukaribisha katika kipindi chetu cha Pambazuko. Kia kwamba ni wiki ya pili tunakujia hewani, kia kwamba wiki ya kwanza ni wiki iliyopita, na basi wiki moja ishapita. Basi na leo hii tarehe 17 mwezi ni wa 3 mwaka 2025 tunakujia tena hewani kwa kipindi chetu Pambazuko. Buheri ama umeamka namna gani mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, kia kwamba tunakujulia hali jinsi ulivyo, na kisha baadaye tuendelee na shughuli zetu za siku, ikiwa kwamba kutoka hapa tunakutakia kila laheri. Sijui Jacinta, umeamka namna gani? Nimeamka vema, weekend imekuwa poa. Tunamshukuru Mungu tu. Sijui kama Shabana mlifanya namna gani, kwa sababu niliambiwa Majakos. Majakos mambo yalikuwa magumu kidogo. Naam. Tutakuwa tunafahamu ni kipi kile ambacho kiliendelea katika spoti. Naam. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza kutufuatilia katika sehemu ya mitandao, ambapo on Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital, na pale YouTube utatupata kama Ndizi TV News, na pale tovuti yetu tutembelee www.ndizitv.co.ke. Nakumbuka kwamba utazungumza nasi kupitia nambari yetu ya simu, kupitia mtandao wa WhatsApp, na pia kutuma ujumbe mfupi. Nambari yetu ni 0792192834. Naam, endelea kutuambia kwamba unatutazama ukiwa upande gani, na pia kutuelezea wewe maoni yako ni yapi. Ni mengi ambayo yametokea katika weekend hii, na pia tumeweza kuona viongozi mbalimbali waliweza kutembea sehemu tofauti, ikiwemo waziri mkuu, cabinet secretary ambaye ni prime cabinet secretary Musalia Mudavadi. Pia tumemwona akizunguka huku akitembelea familia tofauti, akienda sehemu tofauti hapa nchini Kenya. Hayo yote tutakuwa tunakuelezea hapa ndani ya Pambazuko. Basi tukiwa kwamba leo hii ni siku ya Jumatatu, tunapoendelea kusonga mbele, tutakuwa tunakupa himizo, kisha tuangalie yaliyojiri, na kisha baadaye tuangazie yaliyo magazetini, na baadaye siku ya leo katika awamu ya 3 tutakuwa na mgeni. Na mgeni wetu atakuwa ni mwanasiasa. Basi tutakuwa tunaangazia siasa za kitaifa, na pia yale ambayo yanaendelea katika eneo hili zima la Nyanza, bila kusahau eneo la Gusii hapa nchini. Naam, na katika himizo utatuelezea himizo la siku ya leo, kwa sababu tunakwambia wewe mpenzi mtazamaji, tukianza wiki, tukianza siku, lazima tukupe himizo ili uweze kujua kwamba Mungu yuko nawe, unahitaji kusikia jambo gani ili kuanza siku yako. Hapa ndani ya Pambazuko tunakupa himizo ili uweze kuanza siku yako kwa moyo mkarimu. Basi tukipata himizo la leo linatoka kutoka kitabu kile cha Biblia, Saburi 46:1. Himizo la siku linatoka kitabu cha Saburi 46:1. Biblia inasema hivi: Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, msaada utakaopatikana kwa shida wakati wa mateso. Fungu hili linatufanya ama linatupa himizo ama linatuhimiza tusiogope chochote kwa siku hii ya leo, ama siku zozote zile ambazo zichazo, kwa maana Mungu ni ngome yetu, na pia Mungu ni ngome yako mpenzi mtazamaji. Anakuepo, hakuna dhoruba itakayo kushinda. Ikiwa kwamba Mungu wako nawe, hakuna dhoruba ambayo itakuwa inakuyumbisha na ikushinde wewe. Basi
endelea kumtumainia yeye Mwenyezi Mungu. Na mtumainie Mwenyezi Mungu na yeye atakuongoza, na jinsi ambavyo tunapenda kusema, Mungu husaidia wale ambao wanajisaidia. Mungu anasaidia wale ambao wanajisaidia. Wewe unajisaidia kwa sababu unataka kupata kazi, unataka kufanya jambo fulani, umeanza kulifanya, ama bado unaendelea kusema nangojea hii, nangojea hii. Kile kitu ambacho wewe binafsi unataka kufanya, iwe ni biashara, iwe ni masomo, iwe ni kitu chochote ambacho wewe unataka, anza kukifanya, alafu kutoka hapo Mungu atakusaidia kusonga mbele, atakusaidia kusonga ili uweze kujisaidia we mwenyewe, akupatie tutasemaje, atakupatia ile nguvu, atakupatia busara ili uweze kusonga mbele kwa yale ambayo wewe mwenyewe unayafanya. Basi matumaini yako yote muweke ama yaweke katika Mwenyezi Mungu, kia kwamba yeye ndiye ubariki yale yote ambayo yanatendeka katika maisha yako. Yeye ndiye anafahamu ni kipi kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu huu na katika maisha ya kila binadamu. Basi tumtumainie kila wakati. Naam. Na tunapoendelea kusonga mbele katika yaliyojiri, yale ambayo yameendelea tangia jana, ni kwamba jana asubuhi waziri mwenye mamlaka makuu, pia waziri wa mambo ya masuala ya nje Musalia Mudavadi alitembelea baadhi ya familia pale eneo lile la Kibra, na ambako alifanya mkutano wa kuwatakia wale Waislamu ambao wamefunga, akiwatakia Ramadhan Karim, ikiwa kwamba alizungumza akitaja kwamba ni jukumu la Kenya kuboresha hali ya maisha, na alitaka jamii kukumbatia mpango wa nyumba za bei nafuu hapa nchini Kenya. Na pia waziri huyo alisisitiza kuhusu mambo ya usalama nchini Kenya, na pia kusema kwamba atakuwa anawakilisha na pia kuombea udhabiti katika eneo hili la Kibra ambapo aliweza kuyazungumza haya. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho mimi kama waziri katika serikali ama prime minister, prime cabinet secretary kwa waziri ya serikali ya Ruto, leo asubuhi saa 1:30 nilikuwa na kikao cha East African Community. Kimeleta mawaziri wa mambo ya nchi za kigeni kutoka mataifa 8, mawaziri wa defense kutoka haya mataifa, na wakuu wa majeshi kutoka haya mataifa. Na tumekuwa na kikao leo asubuhi hapa kwa Radisson Blu. Radisson Blu ni Kibera constituency. Hapo tumekuwa na kikao asubuhi kwa sababu fujo ambayo imetokea DRC, Eastern DRC, imeleta mzaha mkubwa kwa taifa hilo. Watu karibu 1700 wametawanyika, hawana makao. Watu karibu 40,000 wamekimbia kwenda Burundi ili kupata angalao nafuu kidogo. Hata Red Cross wako kule na kwingine. Na mimi nataka niwaambie kwamba hata tukiwa tuna makosa kama Wakenya hapa na pale, na hakuna serikali ambayo haitakuwa na makosa mara kwa mara. Tunachagua serikali baada ya miaka 5, tunachagua namna hiyo. Lakini lazima tujue kwamba la muhimu ni kudumisha amani. Mimi nataka niwaambie, hata wale walikuwa na nyumba za kifahari kule DRC sasa ni wakimbizi. Watoto hawaendi kwa shule. Kuingia kwa msikiti ni shida. Kwenda kwa kanisa ni shida kwa sababu ya ukosefu wa amani. Kwa hivyo ningependa tu kuwasihi kwamba tukiwa hapa, hata kwa msimu huu wa Ramadhan, ningependa Waislamu ambao mko, tafadhali katika maombi yenu tuombe amani irejee katika hiyo nchi, kwa sababu hatimaye taabu itavuka na itafika hapa.
Musalia Mudavadi akizungumza katika eneo hilo la Kibra pia alisisitiza jukumu la Kenya kama kitofu cha amani cha kikanda, huko akitaja kwamba nchi nyingine tu ama nchi nyingi ikiwemo nchi ile ya Sudan na pia nchi ile ya DRC Congo wamekuwa wakitaka Kenya iingilie kati katika kutafuta amani nchini humo. Kuna tabu karibu itokee South Sudan, tena kuna mambo huko. Kwa hivyo tusione kwamba Kenya inaweza zidi kukaa tu hivyo. Ni sisi wenyewe kuhakikisha tunashikilia Kenya. Na mumeona hata kwa vyombo vya habari ama saa zingine watu wakitaka kufanya maandamano kuhusu nchi nyingine hawaendi kufanya maandamano huko. Wanakuja kufanya maandamano kulalamika juu ya mataifa yao, lakini wanafanya maandamano hapa Nairobi. Wewe fikiria, hawaendi kufanya maandamano nyumbani, wanakuja kutoa sauti yao ya malalamiko hapa Nairobi, ndio mambo yao yasikike. Kwa hivyo Kenya pia tunadumisha demokrasia na tunadumisha haki ili watu wawe na uwezo wa kuongea, ikiwa ni wa Kenya ama hata marafiki zetu ama wenzetu kutoka mataifa mengine. Kwa hivyo haya ndio nilikuwa nataka nisisitize kwa kifupi, na nishukuru tena serikali ya UAE, viongozi wetu hapa Kibra, jamii wetu wa Msalaba Mwekundu, Dr. Idris hapa, Red Cross. Naam, kutoka kwenye balozi ama kutoka kwa Waziri Mkuu Musalia Mudavadi. Kwa sasa tutakuwa tunaelekea mapumziko mafupi ili tuweze kupata yale ambayo yanaendelea nchini Kenya. Lakini kumbuka kwamba unaweza kututumia ujumbe ama utufuate kwenye mtandao wa Facebook, utupate @NdiziTV News Digital. Na kwingineko YouTube, TikTok na pale X na pia Instagram utatupata kama Ndizi TV News. Naam, na katika tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Na usisahau kwamba utazungumza nasi kupitia arafa fupi na pia kupitia mtandao wa WhatsApp kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Naam, mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Naitwa Jacinta Nyabeta. Na mimi naitwa Jeff Nyakundi. Turejea hivi punde. Unatazama Ndizi TV Africa. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer